Shetani ni roho. Kwa hivyo hata sisi tukae katika kiroho, tukae kiroho ndio tupige shetani. Tunaweza kuokoka lakini tuko katika mwili. Usipigane shetani aliye katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaona nchi ya Marekani ni nchi kubwa sana ambayo inamiliki ulimwengu mzima. Kwa sababu gani? Wameenda katika space, wamepata nguvu za aliens, wamezivuka, wanazitumia kupinga mataifa mengine isiwashinde. Kwa hivyo kama Mkristo pia lazima ukae kwa maombi. Unapokaa kwa maombi unakuwa unajaza nguvu ambazo zinatoka kwa Bwana. Haleluya. Kama maandiko yanavyosema katika Warumi 8 mstari wa 9 kwamba na wasiyekuwa na roho wangu si wangu. Asiyekuwa na roho Kristo si wake. Lazima tujae roho wa Yesu. Ndio tupinge hila za shetani. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo alipofika Efeso akapata kwamba watu wameokoka lakini hawana nguvu za Mungu. Akasema basi na mfanye bidii sana. Mfanye bidii sana. Mjae Roho Mtakatifu. Ndio mpinge shida za shetani. Mpinge mikuki ya shetani. Mpinge mishale ya shetani. Ili inapokuja maana Roho Mtakatifu ni kinga. Roho Mtakatifu ni ngao. Anapigana na maovu ambao wasipone kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi mazuri. Oh, haleluya. Paulo anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani. Mpendwa, utasema umeokoka, lakini usipojazwa Roho Mtakatifu wewe utaokoka vizuri. Yes. Maana license ya mtu aliyeokoka ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. License kuja kwamba umeokoka na kwa sababu tutaenda mbinguni, hatutaenda katika mwili, tutaenda katika roho. Kama roho ndio inakupepa wakati shida imekuja, wakati matatizo yamekuja, wewe unapokuwa kiroho, roho inakupepa. Na roho inapokupepa, hausikii uchungu wa shida, hausikii uchungu wa magonjwa, hausikii uchungu wa matatizo. Kwa sababu roho ni Mungu na wadau katika ishi katika roho. Na unaabudu Bwana katika roho. Haleluya. Tukae katika Roho Mtakatifu. Tukae katika roho. Tupepe roho ndani mwetu. Tufanyike viumbe ambao vinampendeza Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nimesikia mchungaji akisema, akifundisha hapa akisema kwamba tusimhuzunishe roho. Mimi nimehubiri na niko na kanisa kama hili. Wakati mtu anapokea roho, mali hapa mtu akipokea roho kama ni mama ama ndugu, wanaangusha binti, anaangusha binti, anatembea, wanasema mshika, anaanguka, anainuka, anaruka, mpaka watu waoka wanasimama kando. Mpaka kila mtu akienda nyumbani anasema hakika leo Cheni amepokea roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wanasema hakika leo Cheni Mungu anamtembelea na amejaza roho. Lakini Cheni siku ile roho anatoka nani anajua? Hawezi. Pole pole. Roho akiingia kila mtu atashuhudia. Lakini roho akitoka kuna mtu anajua. Ukimhuzunisha roho kwa kutenda dhambi, roho anatoka na anatanga pole pole, anakuacha wewe na mwili wako. Kwa hivyo tukae vizuri wapendwa, tumpendeze Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Amen. Amen. Na maabudu katika roho. Amen. Kwa hivyo tukikaa na Mungu tunakaa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Ukijaa roho mama, utakuwa rafiki wa Yesu. Ukijaa roho kijana, utakuwa rafiki wa Yesu. Usipojaa roho, wewe ni adui wa Mungu. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Sitakula muda wenu sana. Nimesema Mungu anisaidie nipate kunena mambo hayo kwa muda mfupi. Kitabu cha Ayubu 22:21. Mjue sana Mungu
kumchia. Sijasema kwamba utamjua Mungu, umemjua Mungu. Lakini hapa Ayubu anaongeza neno sana. Watu wanamjua Mungu ndani. Kuna watatu wanamjua Mungu. Kuna wandugu wanamjua Mungu. Lakini hawajamjua sana. Kwa hivyo ndio pokea kipaji cha mtakatifu. Ndio okae maisha ambayo yanaweza kupendeza Bwana. Lazima umjue sana Mungu. Amen. Mkristo ambaye ameokoka, haokoki tu, lazima aokoke sana. Kuokoka sana na kumjua sana Mungu. Amen. Kutubu sana na kumjua sana Mungu. Kukaa kwa maombi sana na kumjua sana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe utakuwa rafiki wa Yesu. Haleluya. Amen. Ayubu anasema mjue sana Mungu. Kwa sababu gani? Ayubu, kama kuna mtu aliteseka duniani hii, mtumishi wa Bwana ni Ayubu. Amen. Alikoncheka. Akaisha, alikuwa na tumbo, sikumwona bati. Kama sababu alikuwa kama mtu tajiri. Na mtu tajiri ndio chuo tajiri wanaanga tumbo. Amen. Elisha. Amen. Magari kaisha, watoto wakaisha wote. Walibaki ndio wao kuenda ripoti tu kwamba wamekwisha F. Amen. Na kila kitu kikaisha. Mmoja wao akamwambia, "Sumtukane Mungu wako. Kuna haja tena tuseme Mungu yuko?" Hapo ndio shida. Hapo ndio Ayubu alikosana na mke wake. Licha alikuwa na mke wake, upavu wake. Lakini hapo ndipo Ayubu mtu wa Mungu alikosana na mke wake. Akamwambia, "Kwa nini wanaongea kama wanawake wa dunia?" Kwa hiyo kuna wanawake wa dunia hii na wanawake wa mbinguni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanaume wa dunia hii na kuna wanaume wa mbinguni. Tuko katika viwango. Wewe angalia mama, wewe uko katika kiwango gani? Amen. Haleluya. Angalia mama, uko katika kiwango gani? Uko katika kiwango cha wanawake wa dunia hii ama uko katika kiwango vya mama wa kwenda mbinguni? Uko katika viwango vya mama wa kumtukuza Bwana. Kwa sababu kuna mama wa kumtukuza Bwana. Kuna mama wanasema Yesu ni Bwana, na kwa mtama lakini ndani ya usao wanamtukana Bwana. Amen. Haleluya. Kuna wazee, kuna vijana wanasema Yesu ni Bwana, lakini kwa matendo wanamtukana Bwana. Huyu mama alikuwa anampenda Mungu kwa sababu alikuwa na vitu. Bilipoisha akamtukana Bwana. Lakini Ayubu alisema, "Mimi nitamtumikia Mungu vile vilivyo. Katika ugonjwa wangu, katika matatizo yangu, sitamwacha Bwana. Nitaenda kumwabudu Bwana." Akasema, "Nitamjua sana Bwana. Licha wamekataa, licha mtoto amekataa, licha watoto wameisha, licha muda zimeisha, nitamjua Bwana. Nitamjua sana Bwana. Nitamjua sana Mungu." Bwana kuinue, upokee kazi, upokee na amani katika ndoa, upokee Yesu sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mjua sana Mungu, ndio uwe na amani kazini. Mjua sana Mungu mama, ndio uwe na amani katika ndoa. Mjua sana Mungu tata, ndio uwe na amani kanisani. Asante Baba yetu Mungu uishie milele. Haleluya. Bwana hayuko mbali na wale ambao wana haja na yeye. Hayuko mbali. Ukitoa machozi, maandiko yanasema kwamba machozi ya kila mwanadamu itapimwa. Wewe umelia kwa sababu una chakula, hiyo haipimwi. Ila mtao ya kutafuta usalama, hiyo ndio itakayopima. Kwa sababu umekucha umefunga, unamlilia Bwana, hiyo ndio machozi itapimwa. Si ya kutafuta unga, si ya kutafuta kazi, si ya kutafuta mume, hiyo haipimwi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niwaambie wapendwa walimwengu kwamba licha napitia katika matatizo, licha napitia katika shida, mbinguni kuna Bwana. Mbinguni kuna Yesu anayeweza kutatua matatizo. Amen. Anaweza kukupa kazi. Anaweza kufungua milango za mbinguni. Mpaka wale waliokuona wakiwa wametoka waulize, kwani kumeendaje? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuwa na matatizo. Kama kuna mtu alikuwa na matatizo, mimi nasema ni mimi tu. Nani ingeangalia nyuso nyingi hapa? Pato. Mimi nimepitia matatizo. Mpaka nikaenda siku nyingine sasa sikuwa na nyumba nyumbani. Kile kitanda yangu